Mheshimiwa mwenyekiti wa kikao hiki na Mheshimiwa mwenyekiti mwenza, asanteni sana kwa uongozi wenu pamoja na makatibu wenu pamoja na wajumbe wote ambao kwa kweli mmefika hapa kwa wingi tuliokuwa tunautarajia. Waheshimiwa viongozi wa dini wote mlioko hapa, dini ya Kiislamu chini ya BAKWATA, dini ya Kikristo chini ya taasisi ambazo tayari zimeshakwisha kutambulishwa. Naomba pia ni wali ambao wako hapa, umuhimu wenu uliandikwa katika vitabu. Mnahabarisha umma, mnahabarisha wanadamu, mnachangia uwepo wa utulivu, amani na mshikamano katika nchi yetu na katikati ya wanadamu. Niwape salamu za mkuu wetu wa mkoa. Alikuwa na majukumu ya mapema, lakini sasa atakuwa njiani kuja hapa na wakati wowote ataungana na sisi, lakini tutakuwa tunaendelea na ratiba hii. Niwashukuru sana kwa Tunza Beach kwa kutupokea vizuri. Niwashukuru pia Star TV kwa kutuweka mbashara tukio hili ambalo tungependa sio tu Watanzania walioko hapa kanda ya Ziwa, lakini Watanzania walioko katika Jamhuri ya Muungano wetu wa Tanzania na wale wanaoangalia nje ya mipaka nchi hii waweze kuona nchi ambayo viongozi wa dini mbalimbali, tunafahamu dini mbalimbali ina maana ni mitazamo mbalimbali ya kiimani, lakini inapokuja kwenye swala la maslahi mapana ya nchi yetu, tunaungana pamoja, tunaishika Jamhuri yetu ya Muungano kama yai, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Wakati najiandaa hapa, nilikuwa najaribu kuangalia niseme nini kutoka kwenye vitabu, na nikamshirikisha rafiki yangu mmoja askofu. Timotheo wa kwanza mstari wa 2, Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 4, kwa ufupi tu anasema, kabla ya mambo yote kwanza dua na maombezi yafanyike kwa watu wote. Akasisitiza hasa wale ambao ni wafalme na wale ambao wenye mamlaka katika nchi yetu au miongoni mwetu, ili sisi sote kama taifa, sisi sote kama watu wa kanda ya Ziwa, sisi sote kama Watanzania na makabila yetu mbalimbali, akasema tuishi maisha ya utulivu, tuishi maisha ya amani. Vijana wetu waliimba ule wimbo mrefu kidogo, sio kwa makusudi, na ule wimbo ulitungwa enzi za Mwalimu Nyerere. Unasema Tanzania nchi nyingi zinakuota, na ni mara chache watu wanaifikiria hili. Nchi hii itoa Tanzania wanaihusudu watu wengi, wakitazama ardhi yetu, milima yetu, mabonde yetu, wakitazama bahari zetu, lakini kikubwa wakiwatazama Watanzania wetu, watu ambao wameishi bila ubaguzi wa bara au visiwani, ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa dini, bila aina yoyote ya ubaguzi, wamekaa salama. Nchi nyingi zinaitazama Tanzania, na wale vijana wa zamani chini ya Nyerere wakasema nchi nyingi zinakuota. Na akaendelea kusema watu wengi wa mataifa ya jirani ambao walisumbuliwa na walowezi, ambao walipata mitihani, walipata mashaka, mahali pekee wameendelea kukimbilia tangu enzi za Nyerere, tangu enzi za tano, ni katika Jamhuri yetu hii ya Muungano wa Tanzania. Watu wasio na kwao wamekaribishwa katika nchi yetu hii ya Tanzania. Akaendelea kumalizia akasema, heri yako kwa mataifa, Mola awe nawe daima. Na sisi tuko hapa kama viongozi wa dini, na nadhani katika majadiliano ambayo tunaenda kuyafanya ni maombi yetu kwamba tuendelee kuiombea Jamhuri yetu ya Muungano. Wanyarwanda wanaiombea Rwanda, wana wimbo wao wa taifa, wana mila zao na desturi, Wakongomani, Warusi, wa Kenya na watu mbalimbali. Sisi
tunayo Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, na sisi tumejaliwa kuwa na viongozi wetu wakiongozwa na mpendwa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Huwezi kumwombea kiongozi yeyote au jirani yako yeyote kama humpendi, na ndio maana tukaambiwa kwanza mpende jirani yako kama nafsi yako. Hilo ni agizo, lakini tukaagizwa tufanye maombezi kwa nchi hii, tuwaombee viongozi wetu. Na sasa katika yote ambayo mtayafanya na kuyajadili, mimi ningewakumbusha na kuwasihi msiache kwa kumwombea rais wetu mpendwa kwa moyo mkunjufu, kwa amani, kwa kumpenda. Na mataifa mbalimbali wanaangalia, akipendwa kiongozi wa nchi hiyo na watu wake, anaamka moyo wake ukiwa mkunjufu, anapata maono, vision, mambo ambayo angeyafanyia nchi hii. Na ndio maana Tanzania imezidi kusonga mbele sana. Na ningependa tu nikumbushie wale wa zamani, mnakumbuka sisi tunaokaa mikoa ya Arusha, wakati mwingine ulikuwa ukitoka Arusha na kwangu pale Singida ili uje Mwanza, watu wa mikoa hiyo yote walikuwa wanaondoka kwanza wanaenda Nairobi, ndio watoke waje Sirari, ndio waje hapa Mwanza. Tangu enzi za Mwalimu, tangu enzi za baba yetu Mzee Mwinyi, akaja mzee wetu Mkapa, Kikwete, akaja mzee wetu Magufuli, akaja mzee wetu Kikwete, Magufuli. Nchi hii mpaka sasa hivi inaongozwa kwa misingi imara sana ya amani, ya mshikamano, ya udugu, ya utu. Ni jambo ambalo nchi nyingi zinaionea gele, nchi nyingi wangetamani wawe sehemu ya Tanzania. Niliangalia hivi karibuni watu wa IMF, hao ni watu wanaoangalia chumi za nchi mbalimbali duniani, wakasema awamu hii ya 6 ambayo inaongozwa na Mama Samia, Tanzania uchumi wake umekuwa kwa 6%. Haipo Kenya, haipo Rwanda, haipo Burundi. Nchi hizi zinazofuata hawajafikia. Ni lazima tujivunie nchi hii ambayo hatua inazopiga za kimaendeleo, lakini za kimaisha na kuendelea kutunza umoja, zimeendelea kuwafanya Watanzania tuwe wamoja na tuendelee kuwa watu ambao tunafanya kazi kwa pamoja. Tunapoenda sasa katika mjadala huu, wapendwa sana viongozi wa dini, tunaitazama nchi yetu kama yai, kama dhamana tulionayo, kama dhahabu tulionayo. Tunautazama umoja wa Watanzania kama tunu ambayo ikiporomoka hakuna mtu yeyote wa kuja kutupa chumvi. Sote tunakumbuka hivi karibuni wakati wa corona, kila nchi, kila mtu aliambiwa abaki nyumbani kwao. Wale waliokuwa hapa waliondoka kwenda katika mataifa yao, na sasa wageni ambao wamekuwa wakikimbilia Tanzania, ni lazima tuendelee kuwaambia wale wa Afrika hii bila vurugu inawezekana, na mfano wake huwa uko Tanzania. Afrika hii, amani ambayo tunaendelea kuwafundisha mataifa jirani na walimwengu kwa ujumla, wanakuja kuendelea kujifunza amani hiyo, mshikamano huo, upendo huo, udugu huo katika Jamhuri yetu hii ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Siku ya tarehe 29, nadhani ni jambo ambalo mtaendelea kuligusia katika mjadala, tunao uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu ni jambo linalotuunganisha Watanzania wote. Tujadili, lakini tusisitize miongoni mwetu, wananchi wetu, waumini wetu wote wa dini zote, asibaki mtu nyumbani. Twendeni tukapige kura. Tuendelee kuikumbusha Afrika, Tanzania hii ambayo imeasisiwa na Julius Kambarage Nyerere imeendelea kuwa Tanzania ile ile, lakini bora zaidi. Inaendelea kung'aa, lakini inashamiri zaidi. La pili, tuwakumbushe vijana wetu, waumini wetu, kwamba hakuna tunu muhimu katika taifa
zaidi ya amani, upendo na mshikamano. Tunapofanya zoezi hilo la kupiga kura, tunapowasisitiza watoke, basi tuhakikishe kila mtu anailinda hiyo amani, anashiriki katika upendo wa Tanzania na anafanya zoezi la haki yake ya kupiga kura. Tanzania yetu iendelee kusimama katikati ya mataifa. Tanzania yetu iendelee kulea imani zote za dini. Nchi yenyewe na serikali yenyewe haina dini, lakini imeruhusu amani, imeruhusu uhuru mkubwa wa watu wa dini zote, imani zote, tofauti zote kuendelea kumwabudu Mungu wao kwa amani. Watu wengi wanazidi kujifunza hapa kwetu. Niwashukuru na niwakaribishe tena katika mkutano huu. Niwatakie amani, niwatakie mjadala, na kwa neema ya Mungu tuweze kutoka sasa na jambo jema linaloikumbusha Tanzania, likiambia Tanzania Mungu wako anamiliki. Asante sana.